siasa na Githweri. Basi haya mambo, jina langu mimi ni Jenga Mungai, mjumbe aliyekuwa wa Molo miaka ya mbele, nikawa bunge kwa miaka 20. Kwa hivyo siasa ya Kenya mimi si mgeni, na hata ingawa nilitoka bunge bado mimi nafanyanga siasa kwa kando kando, na mimi nimekaa kwa siasa kwa miaka 45. Na kwa hivyo mimi si mgeni na siasa ya Kenya. Jambo ambalo mimi nataka kusema ni haya mambo yote mnaniuliza, mambo ya ndugu yetu Gachagua anataka kuondolewa kutoka kwa bunge kwa sababu hafanyi kazi kulingana na mambo yao na chama chao. Jambo ambalo mimi naweza kusema ni ya kwamba mimi sina uwezo na hakuna aliye na uwezo wa kusema mambo ya chama ambacho yeye si mshiriki. Mimi si mshiriki ya chama cha UDA. Mimi si mshiriki katika serikali ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo mambo yao ya huko ndani ni mambo yao ya huko ndani, na ni lazima muangalie, msiingilie, kwa sababu mtaonekana mkikimbia kwa Gachagua kwa sababu ni Mkikuyu yenu, mnaonekana nyinyi wa kabila, mnaenda kuokoa mtu yenu na ndio amefanya dhambi. Kama amefanya dhambi, wacha asamehewe na wale. Kama amefanya dhambi, wacha wamchukulie ile hatua, nafikiri ndio jema naye. Lakini kama hajatoka huko, bado yeye ni mtoto ya huko, wacha akae huko. Mambo yake na sisi tusihusishe, kwa sababu itaonekana sisi ni wa kabila, tunaenda kuokoa moja yetu. Hapana, hii mkiendesha siasa namna hiyo mtaharibu. Mimi ningesema kama Gachagua anaona ameshindwa na huko, badala ya kusumbuliwa sana, wacha wazi ajiuzuru. Si Matiba alijiuzuru. Alipojiuzuru, si Matiba alikuta watu. Na kwa sababu alikuwa na watu, si walimuunga mkono kwa ile chama alienda. Hapana mtu wa kwanza kuresign, ataweza kuresign na aje pande na asaidiwe. Lakini tukienda kumsaidia huko kwa sababu ni Mkikuyu wetu, tunaonekana sisi ni wa kabila wale wambaya. Mtu akifanya dhambi kwao, anataka kukimbia kwetu kiukabila. Na sisi hata kama sisi ni wa Kikuyu, tuna vyama vyetu. Tuna vile Jubilee ambao ni inapendwa sana na wa Kikuyu, hata ingawa mliwaacha kwa mataa wakati wa uchaguzi uliopita, na ninyi mnataka kuangalia nani anawachanga mwingine kwa mataa. Nyinyi mmezoea mazoea ya kuacha wengine kwa mataa mkiza pewa hongo. Jambo ambalo ningetaka kusema, kama Gachagua anataka kusaidiwa, atoke hicho chama, atengeneze chama chake, basi tutaamua kama tunaweza kumfuata au hatumfuati. Yale mengine ambayo mimi naweza kusema, kwa sababu tumesema, ni ya kwamba tumesema mambo ya vyama. Mambo ya vyama, nataka kusema kwa Wakikuyu, msiogope mkisemekana mjenge chama chenu. Hakuna makosa hata kidogo. Mkiangalia Mjaluo iko na chama cha ODM, mseme ukweli au mseme ukweli. Mkimwangalia Mkalenjini hasa, hata ingawa ameunganisha vyama dogo, chama chake ni UDA. Mkalenjini, Kenya Kwanza ndio UDA. Mkiangalia Mkamba ni Wiper. Mkiangalia wengine wana vyama vyao. Kwa nini nyinyi kujitambua na chama kimoja? Hamjui umuhimu wa kujitambua na chama kimoja. Kujitambua na chama kimoja ni kusema ni nguvu yenu mmeweka pamoja kwa sababu ya nguvu ya chama na nguvu ya siasa. Kama ninyi hamjui kutengeneza nguvu ya siasa, basi ni kusema hata kulinda mali yenu hamtaweza kulinda. Kenya ni nchi ya siasa na inaongozwa na siasa. Na kama hamuna nguvu kwa siasa, hamtaweza kulinda biashara zenu, hamtaweza kulinda masomo ya watoto wenu, hamtaweza kulinda ukulima wenu, hamtaweza kutafutia watoto wenu kazi. Mtakuwa ni watu hoi hoi kwa sababu mmetawanyika kila pahali. Na mnajua ushindi wa chama chochote kiunde serikali ni wingi wa watu wake. Nini Mungu hajawapea? Sisemi ati mkiungana nini wa kabila, lakini nataka kuambieni ninyi wa Kikuyu, wacha fitina mingi. Ninyi ndio mmeachilia nini? Ninyi ndio mmewacha siasa. Kazi yenu ni kuzurura, ukipewa shilingi 10, 100, 2,000, wengine milioni, tumesikia wengine wamepatiwa milioni 2 ndio watengeneze mambo huko. Ninyi mnakimbilia pesa huko. Mkiangalia ni nani walichukua hiyo pesa kwa wingi? Ni wa Kikuyu. Na ndio kwa nini maskini wenu wa Kikuyu
watu wa kawaida wenu nyinyi wa Kikuyu watazidi kuumia kwa sababu viongozi wamekataa kujihusisha na siasa ya kusaidia watu wao. Mimi naona mnapigia Raila kelele. Raila anatoka kwa chama cha ODM. Na chama cha ODM si chake peke yake, ana viongozi wengine huko ndani. Ana kabila lao huko ndani. Ninyi mnalia Raila amewadanganya, amewacha kwa mataa. Mimi nasikia mnasema neno hilo, ati aliwaacha kwa mataa. Nani aliacha mwingine kwa mataa? Ni Raila aliwacha nyinyi kwa mataa wa Kikuyu au ni ninyi mliwacha Raila kwa mataa? Si mlipewa Raila na Uhuru katika Azimio, mumchague, si mlikataa? Nani aliwacha Raila kwa mataa? Nani aliaibisha kiongozi wa kabila lenu? Si ni ninyi wa Kikuyu? Kwa hivyo mkisema mambo ya mataa, ninyi ndio mliacha Raila kwa mataa, na yeye kwa sababu ni binadamu kama binadamu wengine, anaongoza chama kilicho na watu, chama ambacho kinataka pia kufaidika kwa sababu siasa is interest. Ni tunachotaka ndani ya hiyo siasa. Aliambiwa na watu enda njia hii, na akaenda kwa sababu anatumikia chama chake. Hatumikii nyinyi, mliacha yeye kwa mataa. Akiulizwa na watu walikuacha kwa mataa, kwa nini unafuata hawa? Kwa hivyo, I would say, the move by Raila, as per my experience today in Kenya, imesaidia Kenya sana kuavert kitu naona pale mbele kigetukia. Ila farakano ya ukabila, ila farakano ya aina nyingine, ila serikali ichukuliwe na majeshi. Raila ni mtu anafanyaga mambo saa ingine, mnamublame, mnasema ni mbaya, mnasema ni kigeugeu, lakini ujuzi wa Raila wa kisiasa una upeo mkubwa wa kuona mbali. Kwa hivyo Raila alifanya yale ambao wale tunajua siasa Kenya, he averted the situation in this country. And what will happen will not happen because he is already there and he is an elder. Kwa hivyo wakati mnamtukana ovyo ovyo, hii ni kuonyesha mnafikiria haombi Mungu. Ninyi ndio mnaomba Mungu zaidi kuliko hawa. Makanisa yetu yote ya kabila letu silimuingilia. Kasema ni mtu wa kuomba nini? Shetani. Nani alituongoza kwa barabara ile mbaya ambayo imetuharibu sasa? Si ni makanisa wa Kikuyu wetu? Wacheni maneno mingi. Maneno ambayo inasomwa na kila mtu kila siku. Na usiseme yale ambayo unafikiri unataka kuyasikia. Sema yale ambao ungetaka kuyasikia na yasikiwe na mwingine na aifurahie na aiunge mkono. Kwa hivyo mimi naomba wa Kikuyu wetu, hakuna njia nyingine mtajisaidia naye, njia mtakayojisaidia naye Mount Kenya region. We are in Rift Valley ourselves. Tuna interact na makabila yote, wa Kalenjin, wa Masai, nani makabila yote yako hapa Rift Valley. Lakini tumesema tuishi kwa amani. Wakiunda chama vyao na waenda na watu wao, wacha waende. Na sisi tukienda na watu wetu, wacha tuende kwa watu wetu. Lakini tuishi kwa amani Kenya. Na chama ambacho tunaunda kilete amani Kenya. Tukitaka kuunganisha hivyo vyama, hata sisi tunaweza kukaa tukiwa Rift Valley tuseme Kalenjin tumeishi na nyinyi vizuri, wacha tuungane. Lakini hii mambo ya kudanganywa kila saa, mnadanganywa wewe wa Kikuyu mtaitwa wa kabila mkifanya hii na ile, wacheni, huo ni uongo mtupu. Kuwaweka uoga. Ninyi ni waoga. Nataka kusema siasa ya Kenya tuanze kuichunga kwa makini. Siasa ya Kenya tuisome na turudie historia pahali tumetoka. Ndio tujue pahali tunaenda. Mungu awabariki sana, sitaki kusema zaidi ya haya. Thank you.